haipelekwi. Kila mtu analalamika barabara hapa. Unakuta mabarabara yameandikwa mengi. Nendani mkasome randama. Una kilomita 1, una kilomita 2, una kilomita 3. Sasa barabara ya kilomita 200 unapewa kilomita 1 na unapiga makofi, tunapata barabara. Taarifa wewe. Taarifa. Moja na mchango mzuri wa Mheshimiwa Mdee, dada yangu. Nataka nimpe taarifa tu kwamba serikali imekaribisha barabara kilomita 67 kwa lami nzuri, na sasa hivi wanaanza kufikia. Potezea muda bwana. Tunazungumza. Mwalimu, unapokea taarifa? Mheshimiwa, hivi vitu cheap hivi ndio vinakuwa vinaangamiza taifa. Mimi nazungumza katika broad aspect. Kwa maana sijakaa hapa ngazungumza barabara za kawe. Sasa tunazungumza masuala ya kitaifa. Nchi hii inahitaji barabara. Tumetunga sheria ili fedha za wananchi kupitia kununua mafuta siweze kusaidia kurudisha maendeleo kwao. Fedha zinakatwa, zinakusanywa na TRA, anabaki nazo Mwigulu Nchemba pale wizara ya fedha. Zinafanya nini? Labda mtuambie kuna matumizi mengine ya ziada ambayo bunge halijui. Sababu kama bunge tunasema tunakusanya trilioni 44, tunakusanya trilioni 46 kwenda kutekeleza mipango ya maendeleo. Mnatuambia zimekusanywa, ikija kwenye utekelezaji 20%, mnapata wapi hela? Mtujibu. Sijakaa tunapoteza muda hapa. Fedha zinakusanywa zinaishia mifukoni kwa watu. Lazima mtupe majibu ya mantiki. Hilo la kwanza. La pili, wakandarasi wazawa. Ukiangalia mwaka 2018 wazawa walipata kazi 18-19, kazi ya thamani ya bilioni 187. Wakigeni wakapata kazi ya thamani ya bilioni 591. Mwaka 22-23 wazawa wakapata kazi ya bilioni 42. Wageni wakapata kazi ya thamani ya trilioni 5.532. Mheshimiwa, ukiangalia barabara zetu, hatuzungumzi kilomita 1 sui, barabara vya vumbi, hizi kazi za njanja, tunazungumza za mabilioni. Chinese companies more than 80%. Nendeni kwenye randama mwangalie. Hizi trilioni 5.5 zingebaki kwa wakandarasi wetu wazawa ama tuwawezeshe, tungefika wapi? Hivi kuna kampuni ya kitanzania ya wakandarasi ina ubavu wa kwenda China na kupewa kazi. Mheshimiwa, nimeangalia airport zetu tunazojenga. Tunajenga viwanja vya ndege 15. Miradi 3 bado kandarasi hazijapatikana. Mradi mmoja ndio yule jamaa anaitwa Mayongo Construction ambaye amejenga Geita. Miradi 11 yote ya kigeni. Yaani wakati yule aliyejenga Geita ameambulia bilioni zake 59 za kandarasi, Chinese companies bilioni 880. Viwanja 15 vya ndege. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii nchi yetu, jana nilikuwa naangalia makandarasi waliosajiliwa wako 13,000. Kuna mfuko wa kusaidia wakandarasi ambao wana uwezo duni. Kusema wana uwezo duni, heti wizara imetenga shilingi bilioni 4. Yaani mfuko maalum wa kusaidia wakandarasi wa Tanzania ambao labda wana uwezo wote mwingine isipokuwa pesa, shilingi bilioni 4. What a shame. Mimi niseme Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna wa kuibadilisha hii nchi zaidi ya sisi wenyewe. Tunasomesha watoto wetu, tunasomesha vijana wetu,
wakae na hizi taaluma za ujenzi na majenzi. Tutumie akili zaidi, tusaidie taifa hili. Nashukuru mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Halima Mdee. Nilimtaja Mheshimiwa Mariam Kisangi, Mheshimiwa Omar Kibua na Mheshimiwa Jessica Msambatavango. Jiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia wizara hii muhimu, Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha siku ya leo kusimama hapa mbele kuweza kuchangia mchango wangu katika wizara hii. Lakini pili, napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano. Haipelekwi. Kila mtu analalamika barabara hapa. Unakuta mabarabara yameandikwa mengi. Nendani mkasome randama. Una kilomita 1, una kilomita 2, una kilomita 3. Sasa barabara ya kilomita 200. Unapewa kilomita 1. Na unapiga makofi, tumepata barabara. Taarifa mwingi. Taarifa. Pamoja na mchango mzuri wa Mheshimiwa Mdee dada yangu, nataka nimpe taarifa tu kwamba serikali imenikabishia barabara kilomita 57 kwa lami nzuri, na sasa hivi wanaanza kufikia. Potezee muda tunazungumza. Mheshimiwa Halima, unapokea taarifa? Mheshimiwa, hivi vitu chipu hivi ndio vinakuwa vinaangamiza taifa. Mimi nazungumza katika broad aspect. Na maana sijakaa hapa kuzungumza barabara za Kawe. Sasa tunazungumza masuala ya kitaifa. Nchi hii inahitaji barabara. Tumetunga sheria ili fedha za wananchi kupitia kununua mafuta ziweze kusaidia kurudisha maendeleo kwao. Fedha zinakatwa, zinakusanywa na TRA, anabaki nazo Mwigulu Nchemba pale za fedha. Unafanya nini? Labda mtuambie kuna matumizi mengine ya ziada ambayo bunge halijui. Sababu kama bunge tunasema tunakusanya trilioni 44, tunakusanya trilioni 46 kwenda kutekeleza mipango ya maendeleo. Mnatuambia zimekusanywa, ikija kwenye utekelezaji 20%, mnapata wapi hela? Mtujibu. Sijakaa tunapoteza muda hapa, fedha zinakusanywa zinaishia mifukoni kwa watu. Lazima mtupe majibu ya mantiki. Hilo la kwanza. La pili, wakandarasi wazawa, ukiangalia mwaka 2018 wazawa walipata kazi 18-19, kazi ya thamani ya bilioni 187. Wakigeni wakapata kazi ya thamani ya bilioni 591. Mwaka 22-23 wazawa wakapata kazi ya bilioni 42. Wageni wakapata kazi ya thamani ya trilioni 5.532. Mheshimiwa, ukiangalia barabara zetu, hatuzungumzi kilomita 1 tu, barabara vya vumbi, hizi kazi za njanja, tunazungumza za mabilioni. Chinese companies more than 80%. Nendeni kwenye randama muangalie. Hizi trilioni 5.5 zingebaki kwa wakandarasi wetu wazawa, ama tuwawezeshe, tungefika wapi? Hivi kuna kampuni ya kitanzania ya wakandarasi ina ubaba kwenda China na kupewa kazi. Mheshimiwa, nimeangalia airport zetu tunazojenga. Tunajenga viwanja vya ndege 15. Miradi 3 bado kandarasi hazijapatikana. Mradi mmoja ndio yule jamaa anaitwa Mayongo Construction ambaye amejenga Geita. Miradi 11 yote ya kigeni. Yaani wakati yule aliyejenga Geita ameambulia bilioni zake 59 za kandarasi, Chinese companies bilioni 880. Viwanja 15 vya ndege. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii nchi yetu, tena nilikuwa naangalia makandarasi waliosajiliwa wako 13. Kuna mfuko wa kusaidia wakandarasi ambao
wana uwezo duni, tuseme wana uwezo duni, eti wizara imetenga shilingi bilioni 4